Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kubwa sana. Basi pendwa, popote unaposikiliza sauti hii na majira na wakati kama huu, tunapenda kwenda kukuletea neno la Mungu. Amen. Na tupo watumishi hapa wa Mungu. Amen. Tutaenda kujitambulisha, tutaenda kuanza na Bwana. Baada ya kujitambulisha, amen, tutajitambulisha kwa majina yangu. Ninaitwa Mtume Yohana Mipawa au Mtume Yohana Zebedayo. Ninampenda Kristo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Basi tawakaribisha na watumishi wengine wa Mungu tunao mahali hapa. Karibu sana mtumishi, uweze kujitambulisha, uweze kujieleza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Joshua Nabii mwana wa Nuni. Nampenda Yesu na ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya mwana. Amen. Amen. Kwa majina ninaitwa Mwinjilisti Mikaeli Yese. Ninampenda Yesu, nimeokoka katika Bwana. Karibu sana mwanadamu. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Basi kama ulivyoweza kusikiliza kwa makini kabisa juu ya watumishi ambao tuko mbele yako na mbele ya unayetusikiliza majina na wakati kama huu, basi lengo kubwa la leo Mungu kutuleta mbele zako, tunataka tukuletee neno la Mungu majina na wakati kama huu. Amen. Lakini napenda kumleta mtumishi mwinjilisti hapa. Amen. Mwinjilisti Mika. Amen. Natamani ukaombe kwa ajili ya neno ambalo tutakaloenda kulitafakari majira na wakati kama huu. Amen. Basi popote mwanadamu ambapo unapoisikiliza sauti hii, ningependa ufumbe macho ili tuweze kuomba, twende kwa pamoja. Basi nitaomba kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu liye mtakatifu wa baraka na uzima, unayestahili sifa na maabudu, tazama ya kwamba ni wakati mzuri kabisa ambao umetoa kibali machoni pa watu wote Bwana na masikioni pao, ya kwamba wakaweze kulisikiliza neno lako kama jinsi ulivyokusudia kulipeleka kwenye masikio yao Bwana, ili wakapate kuelewa na kujua. Maana wapo ambao wanafahamu lakini hawajapata kuelewa vizuri, Bwana wa mabwana. Hivyo Mungu, ninaomba kwa ajili ya neno hili, ukalibariki, ukaliguse, likawe lenye nguvu linapopita katika masikio ya mwanadamu Bwana, likaonekane ya kwamba likajenga na likaweza kutengeneza na likaweza kuunda kitu ambacho Bwana kinachoitwa uponyaji, likamponya. Ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ninaliacha mikononi mwako neno hili Bwana, ukalibariki Mungu, ukaliguse ili likaweze kutoka kama jinsi upendavyo wewe, kama jinsi ulivyotaka wewe, katika ulimwengu wa roho na kimwili pia. Likatujenge Bwana, likajenge wanadamu katika jina la Yesu. Sante Bwana wa mabwana, katika utukufu wako naomba nikiamini katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi nadhani Mungu wetu tayari ameshatupa kibali. Tumeshapata kibali moja kwa moja kutoka kwa Bwana. Amen. Basi majira na wakati kama huu, naomba popote unaposikiliza sauti hizi, nataka tukaangalia kile kitabu cha Kutoka. Amen. Kutoka ile sura ya 20. Kutoka ile sura ya 20. Amen. Tunaanzia mstari wa kwanza. Amina. Tunataka tukatazame amri za Mungu. Amen. Tutasoma mpaka ule mstari wa 17. Amen. Kutoka ile sura ya 20 mstari wa kwanza nitaanza. Mungu akanena maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure.
Ikumbuke siku ya Sabato, uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Sifa kwa Bwana. Amen. Basi kama nilivyosoma neno hili lilivyoandikwa, na ndivyo nilivyosoma kwa msaada wa Roho, lakini mimi nitapenda kwenda kulidadavua hili neno kuanzia mstari wake ule wa 1 hadi mstari wake ule wa 6, na wengine watafuata huko chini, ila vile ambavyo Roho mimi amenipangia niweze kulifafanua vizuri kuanzia amri ya 1. Nitasoma tena kurudia hapa mstari wa 1 mpaka wa 6 kutoka 20. Mungu akasema maneno haya yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Nataka tuangalie hii amri ya 1. Hii amri ya 1 inamuhusu Mungu mwenyewe. Anazungumza namna ya kuabudu, anazungumza namna ya kuweza kufuata kile ambacho yeye anataka tuabudu. Maana yake ukisoma kwenye mstari wa 3 kutoka 20, mstari wa 3 inasema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila Mungu wa mbinguni peke yake. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Sasa nataka nikukumbushe kitu kimoja, wewe ambaye unasikiliza majira na wakati kama huu. Tizama hapa, Mungu anatuonyesha ya kwamba juu ya amri yake ya kwamba katika kuabudu hatulinganishi ya kwamba Mungu ni mfano wa sanamu au Mungu ni mfano wa kitu chochote kile ili tuweze kukichonga, ili ya kwamba kionekane kwa mfano, ili tuweze kumwabudu kwa mfano. Lakini yeye hapa anakataa kwa mfano wa kitu chochote tusifanye kwa ajili ya kuabudu. Anakataza kusema ya kwamba kwa mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya dunia, anasema tusifanye. Tizama, leo dini nyingi zimeweka misaraba, zimeweka na masanamu kana kwamba ni Yesu, ili ya kwamba waweze kuabudu. Unaweza usielewe ninachozungumzia majira na wakati kama huu, lakini nazungumzia kitu kimoja ambacho kinaitwa Mungu anakataza kuweka mfano wa kitu chochote. Sijaja kuongelea mtu, sijaja kuongelea dini ya mtu, nimekuja kuweka sawa kile Mungu ambacho anataka tukiabudu. Mpendwa, nataka nikwambie kwamba ukiona kanisa lolote wameweka msalaba na mfano wa Yesu kana kwamba ndio wanaabudu, maana yake hapo kimbia, ondoka kabisa. Hiyo ndiyo ibada ya sanamu ambayo tunaona ya kwamba Paulo baada ya kufika sehemu fulani
aliwakuta watu waasi na aliwakuta watu wa pale wanaabudu sanamu, lakini akawaambia kwamba jamani, msidhani ya kwamba kuweka miungu wala sanamu kana kwamba ndiyo Mungu, bali Mungu inataka tumwabudu katika roho na kweli. Nami nataka nikuambia kwamba hivi, kumwabudu Mungu wetu tunamwabudu katika roho na kweli. Na ndiyo maana hata Yesu alimwambia mke Msamaria kwamba inahitajika waabudu halisi wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haina haja ya kuweka sanamu, haina haja ya kuweka mfano wote ili kana kwamba tuweze kumwabudu Mungu. Maana yake mtu ukikuta anaweka sanamu au ukikuta anaweka sijui ni mfano wa Yesu ili ya kwamba aweze kumwabudu, huo ni uongo ulio kisiri ambao unapoteza watu, wala haufai kabisa. Na watu wengi wanajitumanisha kwamba tunamwabudu Mungu, ya kwamba kwa mfano watu wengi wanasema tunaabudu sanamu, ili sanamu tumeweka mfano tu, lakini neno la Mungu linakataa. Katika Kutoka 20 mstari wa 4 anasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote, usiweke chochote. Karibu mtumishi. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nataka unisikilize mwanadamu kwa umakini sana, mahali ambapo ulipo unaposikiliza wakati huu na majira haya. Nataka usikilize kitu kimoja. Nataka nisome ule mstari wa 7 Kutoka 20. Nataka nisome ule mstari wa 7 unavyosema. Unasema kwamba usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza mwanadamu, unajua kuna wanadamu ambao wanalitaja jina la Bwana Mungu bure. Kuna wanadamu ambao wanasimama mbele za Mungu bure, wanalitaja jina la Mungu pasipo na uhakika ndani mwao ya kwamba jina la Bwana Mungu lipo. Unakuta mwanadamu amekwenda kufanya kitu kimoja ambacho hakimpendezi Mungu. Unakuta amefanya kitu ambacho hakimtukuzi Mungu. Unakuta amefanya kitu ambacho ni kinyume na Mungu. Halafu anakwenda mahali fulani, anakwenda kuulizwa ya kwamba wewe umetoka kufanya kitu fulani. Huyo mwanadamu anachokifanya ya kwamba anakwenda kuapa, anamwapia mtu ya kwamba haki ya Mungu sijaweza kufanya jambo fulani, angali jambo lile ameweza kulifanya. Nataka nikwambie ya kwamba mwanadamu, wewe ambaye unataja jina la Mungu, manake unalitaja jina la Mungu bure. Haulitaji sawasawa na jinsi ambavyo ilivyo, manake unataja kinyume na jinsi Mungu ambavyo amekuweka. Unakataa kitu ambacho na kulitaja jina la Mungu, ambapo unafanya nini? Unalitaja bure. Nataka nikwambie mwanadamu, popote ambapo unaponisikiliza, ikiwepo ya kwamba ni mmoja wa watu ambao ukifanya jambo unaapa, unataja jina la Mungu wako, nataka nikwambie ya kwamba hilo jina unalitaja bure. Na Mungu amesema waziwazi ya kwamba anasema kwamba maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Manake ni kwamba lazima Bwana atakuhesabilia hatia katika lile, kwa sababu unakuwa umelitaja jina lake bure. Umelitaja jina lake kwa njia ya uongo, umelitaja jina lake bure, ambapo umetaja pasipo na msimamo kamili. Manake umefanya jambo halafu bado unakataa. Mwanadamu, popote unaponisikiliza, nataka uelewe kitu kimoja. Nisikilize vizuri, nataka uelewe kitu kimoja, ya kwamba jina la Bwana Mungu halitajwi bure. Jina la Bwana Mungu linatajwa pale ambapo panastahili kutajwa, pasipostahili kutajwa jina la Bwana Mungu. Nataka nikwambia kwamba mwanadamu, usilitaje jina la Bwana Mungu. Unaposikiliza wakati una majira haya, unaposikiliza mahubiri haya yanayokujilia masikioni mwako, nataka uelewe kitu kimoja, ya kwamba Bwana hatokuacha bila hatia. Lazima atakuhesabilia hatia, kwa sababu utakuwa umefanya nini? Umelitaja jina lake bure. Tunamsoma Anania, kuna jambo ambalo amefanya. Aliuza kiwanja. Alipouza kiwanja, ile pesa kuipeleka madhabahuni, nyingine akaificha, nyingine akaibana. Alipofika madhabahuni pa Bwana, akasema uongo, akataja kitu uongo, akazungumza kitu ambacho uongo. Maanake ni kwamba kilichomtokea, kwa sababu alisema uongo, alitamka kitu ambacho hakifai. Maanake alimwabudu Mungu bure, alijiaminisha mbele za Mungu bure, akazungumza kitu ambacho hakifai. Anania alikufa. Mapatano yale aliyafanya na mke wake, na mke wake alipofika, nataka nikwambie ya kwamba naye mke wake akafuata vile vile, naye alikufa vile vile, aliangamia.
Kwa hiyo mwanadamu, nataka nikwambie ya kwamba Bwana hatakuacha bila hatia, lazima atakuhesabilia hatia, kwa sababu utakuwa umelitaja jina lake bure. Amekukatalia ya kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, yaani ya kwamba popote ambapo unapokwenda hakikisha ya kwamba unapolitaja jina la Bwana Mungu unalitaja ukiamini ya kwamba ninalitaja jina la Bwana Mungu mahali ambapo linastahili kutajwa. Usilitaje tu jina la Bwana Mungu angali umetenda uovu, angali umetenda dhambi, jambo lisilokuwa sahihi, unakwenda kuwapa mbele, wakati mwingine mbele ya madhabahu. Unajua kuna watu wanazalau madhabahu, kuna watu wanazalau madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu wanazalau madhabahu, wanasimama mbele ya madhabahu, wakishafika mbele ya madhabahu wanadanganya, wanasema uongo, wanasema kitu ambacho hakifai, wanazungumza kitu ambacho sio mbele za Bwana. Manake hao watu wanalitaja jina la Bwana Mungu bure. Nataka nikwambie ya kwamba mpendwa katika Bwana, popote ambapo unaposikiliza, nataka nikwambie ya kwamba utaangamia. Bwana hatakuacha bila hatia, lazima atakuhesabilia hatia. Nataka nikwambie ya kwamba ni kama unatenda mambo ya namna hii kuanzia wakati unaposikiliza rekodi hii, unaposikiliza mahubiri haya, acha kuanzia leo kulitaja jina la Bwana Mungu bure. Acha kulizungumzia jina la Bwana Mungu bure. Nataka uelewe kitu hicho mwanadamu, kwa sababu elewa kitu ambacho Mungu amekizungumza. Tunamwabudu Mungu ili tutii kile ambacho anakizungumza yeye. Anapokuambia ya kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, nataka uelewe ya kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Na anaposema ya kwamba hata mwacha mtu ya kwamba kumhesabilia ya kuwa hana hatia, nataka nikwambie ya kwamba Bwana anakuhesabilia ya kuwa unayo hatia, wewe ambaye unalitaja jina la Bwana Mungu wako bure. Karibu sana mpendwa, karibu mpendwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Nataka nimalizie kitu hapa ambacho tumeanza na ile amri ya kwanza, lakini mpendwa ameifafanua amri ya pili. Nataka nirudie amri ya kwanza. Nataka nirudie amri ya kwanza. Nyinyi ambao mmetengeneza msalaba mbele ya kanisa na mkaweka sanamu na mkaweka sijui ya kwamba tuna ibada ya msalaba, nataka niwaambie nyinyi mashetani makubwa, nyinyi ni majini ya mapepo ambayo yanahitajika yakemewe kwa jina la Yesu. Tizama, fungua kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17 mstari wake wa 29. Paulo anaongea hivi: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kuzani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wake wote wa kila mahali wamwabudu, watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kufufua katika wafu. Nataka niangalie ule mstari wa 29. Anasema, basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kuzani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe. Sasa sikiliza, wewe leo hiyo ambaye umeweka sijui dhahabu, unaweka eti kwamba ni mfano wa Mungu ili tuweze kumwabudu kwa mfano wa Mungu. Sasa Paulo anakataa, anasema ya kwamba hivi, haitupasi kuweka ya kwamba mfano wote jiwe, iwe sijui dhahabu, iwe sijui pesa. Nyinyi ambao makanisani mwenu mna mapicha na hayo msalaba ambao mnainamia, hivi nyinyi mmetoa wapi andiko hilo? Kama amri ya kwanza inasema kwamba tusifananishe duniani wala mbinguni wala hata chini ya bahari wala sehemu yoyote, tusifananishe kitu chochote tukaanza kuabudu, bali Mungu anahitajika kuabudiwa katika roho na kweli. Sasa hicho kitu cha kusema ya kwamba sijui mnaweka dhahabu, sijui mnaweka fedha, Paulo hapa anakataa. Anasema ya kwamba hivi, haikuzaniwe ya kwamba sijui mfano wa Mungu tuweke kama dhahabu au jiwe au fedha. Nyinyi ambao makanisani mwenu mmechora mapicha hayo, hilo andiko mlitoa wapi?
kama sio mapepo kupoteza watu wenye mashetani. Acheni we shetani, maana siku za mwisho neno la Mungu linasema kwamba watakuja wengi na mafundisho ya mashetani yatadanganya wengi. Sasa hizo injili ambazo mnazileta eti kana kwamba tuweke labda mfano wa msalaba, tuwe na ibada ya msalaba, tuwe na nini ya msalaba, huo mfano mmetoa wapi nyinyi pepo kuzimu? Maana nataka niongee na nyinyi, nionyesheni hiyo mistari. Yani na hiyo mistari mkionyesha kwamba Mungu aliweka hapa ya kwamba tukiweka jiwe ili tulitie jina lake kwenye jiwe hili, ya kwamba tukiweka dhahabu ili tulitie jina lake kwenye dhahabu hili, ya kwamba tuweze kuonekana. Nataka nakwambia kwamba hivi, hata wewe leo hii ambayo kama una dini kama hiyo ya kwamba mnaenda kusujudia msalaba, ya kwamba mnaenda kuinamia msalaba, kanisani kwenu mna mapicha picha ambayo kiwauliza eti wanasema haya ni mfano tu, ni mfano. Waulize vizuri, mfano wa nini? Umetoka wapi huo? Na nataka nikwambia kwamba hivi, kama akikwambia mfano, mwambie neno la Mungu linasemaje katika amri ya kwanza. Na amri ya kwanza ipo katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka ule wa 6. Soma pale, soma tena, narudia. Inasema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake unapotengeneza kasanamu hako ni kamungu kingine ambako unakaabudu pasipo kujua. Ndio maana Paulo akasema kwamba basi sisi ambao tupo katika uzao wa Mungu haituzami kuweka mfano ya kwamba Mungu sijui awe mfano kwa dhahabu au jiwe. Nyinyi ambao mmeweka msalaba, nyinyi ambao mmeweka ndani mwenu, mmechora mapicha, mmeonekana na vitu ambavyo havifai mbele za Bwana, na bado mnawatumainisha watu, mnawadanganya watu na mnawakaririsha uongo. Nataka nikwambia kwamba tuache kufata mambo ambayo yapo kinyume na neno la Mungu. Badala yake mtakuja kuhukumiwa, na badala yake mtajikuta mnasema tunaenda mbinguni, lakini mbinguni msiende na msifike na msiweze kumkaribia hata Mungu, na Mungu atawakana kupitia maneno yenu ambayo mmejitumainisha. Nataka nikwambie kwamba kanisa lolote ukikuta ya kwamba kuna mapicha, ukikuta ya kwamba mbele sio ameweka msalaba limekaa kaje, wengine leo wameweka Bikira Maria, wanaita Bikira Maria. Nataka nikwambie kwamba sijaja kuponda dini ya mtu. Nataka ya kwamba kila mmoja apone. Nataka ya kwamba kila mmoja afuate msingi wa neno la Mungu. Nataka niseme ya kwamba siku ya mwisho utakuja kukataliwa kwa sababu uliamini kitu ambacho hakipo mbele za Mungu. Na ndio maana tumesimamia hii amri ya kwamba haistahili kuabudu kitu chochote, haistahili kuweka mfano wote, ya kwamba tuweze kuabudu, ya kwamba tuweze kufuata hicho. Inahitajika tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Inahitajika tuabudu Mungu katika roho na kweli. Usiweke dhahabu, usiweke jiwe, usiweke kitu chochote ndani ya kanisa. Usiweke picha yoyote. Weka neno la Mungu, weka kifungu cha Mungu. Nataka nikwambie kwamba kama wewe leo hii kanisani kwenu kuna msalaba na mmeweka mfano wa Yesu na mmeweka mapicha, nataka nikwambie hama hilo kanisa. Tafuta kanisa lenye misingi ya neno la Mungu. Msije mkaa mnaabudu sanamu pasipo kujua. Msio mkaa mnaabudu ibada ya sanamu ambayo Yesu alizungumza kwamba ni ibada ya sanamu, tunda la mwili, ibada ya sanamu. Wewe unadhani ibada ya sanamu ni ipi? Anasema uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi. Hayo ndio ambayo Mungu anayakataa. Nataka nikwambie kwamba unayesikiliza za sauti, using'ang'anie dini. Dini yako haitakufikisha popote. Kama unaona kwamba na vitu kama hivyo, sijui ni msalaba, sijui mna ibada ya msalaba, sijui mna nini, kataa. Karibu mtumishi ambaye unaenda kwenye amri ya 3. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kabla sijaingia kwenye kusoma ile amri ya 3, napenda kama Roho Bwana anaponiongoza, nasema katika huo mstari wa 16 Yohane sura ya 3 mwinjili 16, mtasoma hapo. Anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Anasema 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. 18 anasema, aaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Anasema tutaenda sura ile ya 4 Yohane mwinjili, pia tutasoma ule mstari wa 21. Anasema hivi: Yesu akamwambia, mama, unasadiki saa inakuja ambapo
hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu? Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Na anasema, maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tunarudi kwenye amri za Bwana. Neno la Mungu kama jinsi ambavyo watumishi wa Bwana wametangulia, wamesoma sheria ya kwanza. Mimi napenda kuita sheria ya Mungu. Pia unaweza ukasoma kitabu cha sheria au kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5. Naanza ule mstari wa 6 hata hadi ule mstari wa 22. Yaani Kumbukumbu la Torati sura ya 5 kuanza mstari wa 6 hadi 22, na Kutoka sura ya 20 kuanza mstari wa kwanza hadi 17. Imetangulia Mungu akasema mstari wa 7, Kumbukumbu la Torati, anaanza mstari wa 6 kwamba mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Anasema Mungu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Anatueleza Mungu hapa sasa, anakuambia Mungu anawaambia wanadamu kwamba wasiwe na miungu mingine ila yeye peke yake. Mstari wa 8 Mungu anajifafanua, anasema hivi: usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, na anasema au kilicho chini duniani, au kilicho majini chini ya nchi. Anasema 9, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha wote wamchukiao. Anasema nami na walehema elfu wanipendao na kuzishika amri za Mungu. Anasema hii amri ya kwanza, Mungu cha kwanza huwa anaanza na utambulisho. Mimi napenda kusema kwamba hiki kichwa cha somo hili na mahubiri haya kwamba kiwe ni utii, njia, kweli na uzima ya kwenda kwa Baba. Amen. Anasema Amen. Mimi Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Tunaona kila mahala na kila mtumishi aliyekuwa anaitwa na Bwana Mungu alikuwa anajitambulisha. Tunaona na hata wana wa Israeli baada ya kuwatoa katika nchi ile ya Misri, tunaona Mungu kila mahala na kila muujiza alipokuwa na utenda alikuwa anajitambulisha kuwa yeye ndiye Mungu, wala hapana mwingine. Amen. Akatupa maelekezo wanadamu kwamba tusichonge sanamu ya mfano wa kitu chochote. Lakini tunaona wanadamu leo hii, watu wanaibuka, wanatangaza, wanachanganya dini na neno la Mungu. Dini ni biashara ya mtu, neno la Mungu ni neno lake Bwana wa majeshi, ambalo ili kwamba sisi litupe uzima. Tunaona watu wengi wanachanganya dini na neno la Mungu. Dini ndio nao liharibu neno la Mungu. Dini ndio nao lisababisha neno la Mungu lionekane kana kwamba halina nguvu. Dini ndio naonekana kana kwamba Mungu hana uwezo wote ule. Lakini tunaona watu wanachonga masanamu, Mungu amekataa. Wengine wanatengeneza kimsalaba, wanavaa shingoni, wanasema kwamba wamembeba Yesu, wanasema kwamba tumeubeba msalaba. Hapana, sio msalaba wa namna hiyo. Msalaba tuliopewa ni pale ambapo tutakapoweza kuchukiwa na ulimwengu na dunia na watu wa kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema mstari wa 12, twende kwenye amri ya 3. Anasema ishike siku ya Sabato au ikumbuke siku ya Sabato kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Anasema hivi: siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yeyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ng'ombe wako wala punda wako wala mnyama wako yeyote. Anasema yeyote, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe.
Bwana Yesu sana. Amen. Na anasema nawe utakumbuka kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo Mungu hapa anajifafanua, anasema kwamba ikumbuke siku ya Sabato. Anaposema ikumbuke siku ya Sabato, ana maana kwamba tuikumbuke siku ya Sabato na kuitakasa na kuiheshimu. Tuikumbuke siku ya Sabato, tuikumbuke siku ya Sabato ili na kuweza kuishika na kuikumbuka. Anasema tuitakase. Amesema siku 6 tufanye kazi, lakini siku ya 7 tuweze kuachilia. Bwana Yesu sana. Amen. Lakini tunaangalia leo hii, wanasema wengine wanajiita ni walokole, wanasema sisi tumeokoka, tunampenda Yesu. Wengine wana maduka, ni kazi njema, sawa. Wengine ni wakulima, ni kazi njema, sawa. Wengine ni mafundi cherehani, ni kazi njema, sawa. Lakini wengine wanasema kwamba wameokoka, wanakuja kwenye ibada siku ya Sabato, wanasema kana kwamba leo ni Sabato, kwamba wanapumzika kazi. Kumbe wanapumzika kazi wao wenyewe, lakini wafanyakazi wao na watumwa wao hawajapumzika. Amen. Kwa hiyo Mungu amesema bado wewe hautaweza kwenda mbinguni, hautoiona mbingu. Ndio. Kwa sababu gani? Ndio. Bado umeacha mtu nyuma yako anafanya Amen. kazi kwa amri yako na kwa maagizo yako, Amen. ya kwamba mbingu hautoiona. Kwa hiyo hiki kitakusimama kama ni kizuizi, kwa sababu ni neno la Bwana na ni sheria ya Bwana, ni Mungu mwenyewe aliamuru. Amen. Kwa hiyo anaendelea kusema kwamba, anasema kabisa wazi kwamba, anasema lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mtumwa wako wala binti yako. Anakataza hata binti yako. Anasema wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango wala mgeni yeyote aliyekuja kwako. Siku ya Sabato haimpasi kufanya kazi ya aina yoyote ile, maana ile ni Sabato ya Bwana, yampasa apumzike na kuweza kuheshimu siku ya Sabato kama jinsi unavyotenda wewe ambaye umemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Lakini tunaangalia kwa walokole leo, unakuta mwingine na mgahawa, anaweka watu wanaendelezea kazi yake, anaweka watu yeye anakuja kwenye ibada, lakini wako watu wanaendelea kazi yao. Mwingine ana duka, anaweka watu kwenye duka, anaendesha biashara yake, yeye anakuja kwenye nyumba ya ibada. Na kuambia mbingu ni ngumu mno, ni ngumu, sio kama jinsi unavyofikiria wewe. Na ndio maana wana wa Israeli walivyokuwa natoka Misri, walipokutana na bahari ya Shamu, walikata tamaa, walitaka kumpiga mawe Musa ili kwamba wakimlaumu kwa sababu kwamba kwa nini amewatoa Misri kwamba waje wafie jangwani. Lakini lengo la Mungu si ya kwamba aweze kuwaua jangwani. Lengo la Mungu lilikuwa ni kwamba aweze kuwafikisha na kuweza kuwafundisha. Kwa hiyo Mungu pale aliwafundisha, akauonyesha ya kwamba mimi ni Mungu niliyewatoa katika nchi ya utumwa. Kwanza aliwaonyesha Misri, akampiga Farao kwa mapigo 10, na baada ya kufika bahari ya Shamu akaikausha. Kwa hiyo tunaona Mungu anatenda matendo makuu na ya ajabu, kama ilivyokuwa huko anajitambulisha kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, ya kwamba usiwe na miungu mingine. Anasema Mungu ana wivu. Kwa hiyo Mungu anapoona unafanya kazi siku ya Sabato, unakuja kwenye Sabato, lakini nyuma yako umeacha watu wanafanya kazi, nyuma yako umeacha mfanyakazi anaendelea shambani kwako, kuna wapo watu wa vibarua wanaendelea, kwamba umewaajiri waendelee kufanya kazi kwa sababu kwamba umeona kwamba ni Jumapili. Hapana, mbingu hautoiona kwa mfumo huo. Mbingu ni ya wababe, mbingu ni ya wababe waliojikana, na pia mbingu ni ya wapumbavu, mbingu ni ya watu wajinga, mbingu ni ya watu ambao hawaeleweki katika dunia hii. Lakini sio mbingu ya hao wajanja ambao wanajiona wao wana maarifa zaidi ya kumzidi Mungu. Nakwambia kama unafanya kazi siku ya Sabato, hata kama si wewe umeajiri watu wanafanya, lakini kama wanafanya kazi siku ya Sabato, nakwambia mbingu hauingii ng'o. Kwa hiyo mbingu wataiona walio wajinga, mbingu wataiona walio wapumbavu, mbingu wataiona wale ambao hawana elimu, mbingu wataiona ambao wanajifanya kana kwamba wao hawawezi, mbingu wataiona watu ambao wao katika dunia hii hawaeleweki, mbingu wataiona watu ambao
kwa kibinadamu na kimwili wanaonekana kana kwamba si kitu wala si chochote. Na hata injili zao wanapohubiri wanaonekana kana kwamba ni injili za kishamba, ni injili ambazo hazieleweki, ni injili ambazo hazina hata mashiko, lakini Mungu yu ndani ya injili kama hizo. Bwana Yesu sana. Amen. Amen. Kwa hiyo siku ya Sabato, wana wa Mungu, yatupasa kuishika. Hata mfanyakazi wako, hata mjakazi wako ambao umemwita leo, wanasema kwa Kiswahili cha leo wanasema ni house girl au boy girl, kwamba ni mtu wa kufanya kazi ndani ya nyumba. Bwana Yesu sana. Amen. Kama wewe siku ya Sabato unaenda kwenye Sabato, lakini bado nyuma umeweka watu wa kuendelea kufanya kazi, na kuambia hautoiona mbingu wewe pamoja na nyumba yako yote. Hautaiona mbingu wewe na ng'ombe wako wote. Hautaiona mbingu kwa sababu ya matendo machafu ambayo unayatenda, unaivunja siku ya Sabato ya Bwana Mungu. Ngoja mtumishi kidogo hapa, umeongea kitu ambacho nimekielewa vizuri kabisa. Amen. Lakini kitu hichi hata Yesu alizungumza kwenye ile Mathayo 7 mstari wa 13. Kwenye Mathayo 7 mstari wa 13, naomba tuangalie kwa umakini. Ile Mathayo 7 mstari wa 13, Yesu aliongea kitu kizuri sana hapa. Anasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao ni wachache waionao. Ni wachache. Haleluya. Amen. Njia ya mbinguni si kana kwamba unavyofikiri wewe, eti kana kwamba sasa hapa Mungu kwenye neno lake amesema Jumapili tusifanye kazi, si Jumamosi tusifanye kazi, si siku gani tusifanye kazi. Mungu amesema tusifanye kazi, lakini sasa mbona hapa kaja kazi kangu akakana hata kazi yoyote, wala akana dini yoyote, wala akaenda kanisani nikapaga nikamoja, ngoja nikaweke hapa mimi niendelee na kwenda kanisani. Nataka nikwambia kwamba hivi unajizuilia mbingu mwenyewe, kwa sababu ile siku Yesu mwenyewe atakuja, atakuhukumu sawa sawa na neno lake. Kwa hiyo nisiwe mongeje sana mpendwa, hebu karibu endelezee. Amina. Amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaendelea, tunataka tuangalie jinsi gani kwa watu ambao hawazishiki sheria za Bwana au Sabato ya Bwana sawasawa. Kitabu cha Sheria sura ya 28 au kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Tuangalie mstari ule wa 15 na kuendelea. Nasema kwamba, lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote. Rudia tena tuondoka pamoja pastor. Anasema, lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako. Rudia tena hapo. Anasema 15, anasema Mungu. Ndio. Lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Anasema usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake. Anasema na amri zake. Ndio. Anasema na amri zake. Anasema na amri. Anasema nini hapo? Anasema na amri. Anasema hivi, lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako. Lakini itakapokuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kuyafanya maagizo yake yote. Usiangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake. Na amri zake ni kuagizazo hivi leo. Ndipo zitakapokujilia laana hizi zote. Yani nini hapo? Laana hizi zote. Yani nini hapo? Laana hizi zote. Ziko wapi hizo? Na kukupata. Na kukuponyaje? Na kukupata. Utafanya nini? Anasema 16. Ndio. Utalaaniwa mjini. Yani mjini kwenye magari. Utalaaniwa na mashambani. Yani kule kuna miwa na nini yale na anasema 17. Ndio. Litalaniwa kapu lako. Hadi kapu, rudi hapo. Litalaniwa kapu lako. Kapu lako la nini? Na chombo cha kukandia unga. Na mstari wa 18 anasema utalaniwa uzao wa tumbo lako. Utalaniwa uzao wa nini? Uzao wa tumbo lako. Yani utazao watoto wasiosikiliza. Na uzao wa nchi yako. Jamani,
yote haya tunaangalia Mungu katika sheria zake kwa ajili ya Sabato na kwa ajili ya amri za Mungu. Usipozishika, maana zinakuweka hatarini, zitakusukumia katika mabaya, zitakusukumia katika mabaya, zitakusukumia katika magonjwa, zitakusukumia katika laana, zitakusukumia katika kutangatanga, zitakusukumia katika mambo machafu. Maana hapa nimesoma ni nusu tu. Yako mambo mazito na makubwa ambayo ametajwa Mungu kwa sababu tu ya kuto kushika amri za Mungu. Na ndio maana mataifa mengi duniani leo hii imekuwa kila kona ni vita, mabishano, hawaelewani, ni kwa sababu wamekosa kuzishika sheria za Bwana. Mungu naye akawaacha waenende kama wanavyotaka, waone kama akili zao zitawasaidia. Kwa hiyo nataka nikwambie mpendwa Mungu, kama usiposhika sheria za Mungu, kama usiposhika Sabato za Mungu, ina maana uko hatarini kufa katika magonjwa namna yote. Na anaendelea anasema hivi. Anasemaje? Anasema 19. Utalaaniwa uingiapo na utalaaniwa utokapo. Anasema utalaaniwa uingiapo na utalaaniwa utokapo. Yani wewe umeingia umelaaniwa, ukitoka umelaaniwa. Amen. Anasema 20. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote unayoyatia mkono wako. Nitarudia pasa. Anasema Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa wepesi kwa ule uovu wa matendo yako uliyoyatenda kwayo. Amen. Anasema maana kama usiposhika sheria za Mungu, atakuambatanisha na laana na mashaka, zitakufuata. Utasema pengine kama uko nchi ya Tanzania, labda nikimbilie Malawi au nikimbilie Zambia au Mozambiki au ukimbilie Kenya au ukimbilie Uganda au Marekani, laana itakufukuza. Mungu anasema yani atahakikisha mpaka hii umbwa ife. Wewe mwanadamu lazima ushike sheria za Bwana. Anasema atahakikisha mpaka upotee kwa upesi kwa uovu ule ulioutenda kwa kuto kuzishika sheria za Mungu sawa sawa. Kwa hiyo Mungu anatufundisha wazi kwamba kama tusiposhika sheria za Mungu, kwamba hatutoweza kuona mazuri, hatutoweza kuona baraka, hatutoweza kuona mvua, hatutoweza kuona amani. Yani zitatufukuza, zitatuweka mbali na amani na mbali na amani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongezee kitu kimoja hapo. Unajua kuna watu ambao wakisikiliza mahubiri haya, kuna watu ambao wanapromote kusema ya kwamba vitu ambavyo vinavyozungumzika ni vitu vya kale ambavyo vimekwisha kupita. Yaani kuna watu wanaamini ya kwamba Biblia au Agano la Kale ni kwamba ni kitu ambacho kimekwisha kupita. Lakini mwanadamu nataka nikwambie ya kwamba wanajitumainisha wakisema ya kwamba wakisema ya kwamba Yesu alipokuja, alipokufa msalabani, maana ni kwamba hivi vitu vyote viliweza kwisha na kufutika. Lakini nataka nikwambie ya kwamba mwanadamu, Yesu mwenyewe alisema ya kwamba nalikuja kufanya nini? Nalikuja kuitimiliza Torati. Anasema sikuja kuitangua Torati, bali nalikuja kuitimiliza. Kwa hiyo maana yake ya kwamba maneno haya hayajatanguliwa wala hayajaondolewa. Maneno haya ni yapo. Sasa wewe utakaye kuwa unasikiliza na kuweza kuzalau na kuweza kuacha na kusema ya kwamba kitu hiki ni kitu ambacho kimekwisha kupita, yani kitu kinachozungumzika ni kitu ambacho kimekwisha kupita. Lakini nataka nikwambie ya kwamba wewe ambaye hautayashika haya maneno ambayo yanazungumziwa leo, ambayo Roho ameyatoa leo yaweze kuzungumzika, nataka nikwambie ya kwamba kwenye ile kumbukumbu la Torati, 27 kuna mstari wake huu wa 26 anasema ya kwamba na alaaniwe asiyeyaweka imara maneno ya Torati hii kwa kufanya na watu wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba alaaniwe mtu yule ambaye atafanya nini? Asiyeyaweka imara maneno haya. Yani wewe unayeyazalau na kutoyaimarisha maneno haya, yani Bwana amesema alaaniwe mtu yule. Maana alaaniwa wewe ambaye utayaona ya kwamba maneno haya ni kana kwamba yamekwisha kupita wakati wake. Maana ya kwamba nyakati zake zimepita. Lakini Yesu yeye mwenyewe ambaye unamtumainia, ambaye unasema ya kwamba Yesu ndiye wa kutumainia, lakini wewe unayesema ya kwamba mambo yale ya kale na
amri zote na mambo yote. Maana yake kwamba ukaona ya kwamba Jumapili uweze kufanya kazi, ufanye vile unavyotaka wewe, sio vile anavyotaka Mungu. Yesu mwenyewe amesema ya kwamba hakuja kuitangua Torati, bali alikuja kufanya nini? Kuitimiliza. Kwa hiyo unapoyasikiliza haya maneno, amini ya kwamba kabisa ni Roho ndiye anayekuongoza, ni Roho ndiye anayekwambia. Unaposikiliza ukiyazalau maneno haya, wewe utalaaniwa kama vile jinsi Bwana ambavyo amesema, kwa sababu amesema na alaaniwe asiye yaweka imara maneno ya Torati. Manake Torati unayekataa wewe utalaaniwa, kwa sababu hauiweki imara Torati. Tuendelee. Prophet, nataka nikusomea hapo 21. Amen. Nataka nikusomee 21. Amen. Bwana atakuambatanisha na tauni. Amen. Hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo. Amen. Kwa kuimiliki. Amen. Anasemaje? Hebu rudia tena. Anasema Bwana atakuambatanisha na tauni. Hapo subiri. Kuna watu wajinga wanasema tauni ni mjini. Tauni sio mjini, wewe mpumbavu wewe. Tauni ni ugonjwa, sio ugonjwa, ni janga, sio janga, hilo ni hatari. Ndio. Kwa naweza likapoteza watu hata 10,000 kwa sekunde moja. Kwa hiyo usiseme wasomi mmesoma mpaka mmechanganyikiwa. Tauni sio mjini, tauni ni kifo. Tuanze kuelewana hapo. Mungu anasema atakuambatanisha na nini? Na tauni, mpaka atakapo kukuondoa katika nchi uingia kuimiliki. Mpaka nahakikisha leo kwamba wokovu kamekufa. Kama ni kamalayo, unafanya kamalaya mpaka madhabahuni. Kwa hiyo mpaka Mungu akufukuza, akutoe kabisa katika nini, mfumo wale wa kimungu, utoke ubaki kabisa kwamba wewe ni mfumo wa dunia. Amen. Haleluya. Amen. Karibu kuendelea mtumishi. Basi hapo 22, Kumbukumbu la Torati 28:22. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto. Amen. Na kwa upanga na kwa ukaufu. Ndiyo. Na kwa koga, navyo vitakufukuza hata